Alienda kukutana na mtu aliyejuana naye TikTok kwa mara ya kwanza. Akarudishwa akiwa amevalishwa pampers ya mtu mzima. Yaani hawezi kukontrol haja kubwa, hawezi kukontrol haja ndogo zinatoka zenyewe. So kuna huyu msichana kutokea Nigeria alikuwa anaitwa Brenda. Brenda ana miaka 24. Kuna siku alikuwa ameingia TikTok and then akaanza kuchat na mtu ambaye alikuwa amemtumia message DM. Huyo mtu alikuwa anajiita Amy Pounds kwenye social media. Cha kushangaza, Brenda wakati anaongea na huyu kaka hakumwambia mtu yeyote kwamba anaongea naye, na mpaka walipokubaliana kwamba wanataka kukutana, pia hakumwambia mtu anaenda kukutana na huyu mtu. Kuna siku toka amepotea nyumbani, akawa anaelekea kwa huyu Amy Pounds. Siku hiyo alipotoka kwenda kukutana na huyo kaka ndo siku ya mwisho familia yake kumuona Brenda. Baada ya siku 3 wakaanza kupanic, wakaanza kumtafuta, wanaenda huku na kule, wanatafuta kwa rafiki zake, na kwa sababu hakumwambia mtu yeyote, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua Amy atakuwa wapi. Brenda atakuwa wapi. So rafiki zake wakaanza kumpigia simu, familia wanampigia simu, lakini simu yake haipatikani na simu namba unampiga haipo. Kuna rafiki yake mmoja alikuwa amekumbuka kwamba alikuwa na password ya TikTok ya Brenda. So kama kuingia kwenye TikTok kuangalia labda atapata clue yoyote ya Brenda yuko wapi. Baada ya kufanikiwa kuingia kwenye TikTok yake, wakaanza kusearch kwenye messages, ndo akakuta messages za huyu Amy Pounds akiongea na Brenda kwamba wakutane. Familia ya Brenda kama imemtafuta kwa message huyu Amy Pounds kwenye TikTok yake kumuuliza kwamba hey, tunamtafuta ndugu yetu anaitwa Brenda, hatujui yuko wapi. Amy akasema alikuja nyumbani kwangu and then akaanza kuumwa, nikampeleka hospitali, yuko hospitali fulani. So familia ndio kukusanyika kuanza kukimbilia kwenye hiyo hospitali. Walipofika hospitalini walimkuta ndugu yao yupo ICU, yupo critical, yani hajielewi, amelazwa pale. Na baada ya kuongea na daktari, wakawa wenyewe hawana maelezo sahihi, ila wakawa nasema tu ameletwa na mtu, amesema tu alianza kuumwa ghafla baada ya kulala nyumbani kwake na hajui kilichotokea. Baada ya familia ya Brenda kwenda kumwangalia usoni, walikuta ndugu yao ana kama mtu ambaye amepigwa, ana bruises, lakini sio hivyo tu, alikuwa amevalishwa nepi za mtu mkubwa, kwa alikuwa hawezi kukontrol haja ndogo, hawezi kukontrol haja kubwa. Kupita hata masaa kadhaa, ndugu wa Brenda wakaambiwa kwamba Brenda amefariki. So familia kwanza kumtafuta huyu Amy Pounds, awaelezee kwa nini ndugu yao ameenda kwake ndani akaanza kuumwa hivyo, na ndugu yao sio mgonjwa, hajawahi kuumwa sehemu yoyote, and sio hivyo tu, achana na kuumwa, pia ana makovu kwenye mwili wake. Makovu yametoka wapi? Na kwa nini ndugu yao alifika hospitali akiwa amevalishwa nepi, yani hawezi kukontrol haja ndogo, hawezi kukontrol haja kubwa? Nini kilikuwa kinaendelea pale? So ndugu baada ya kuongea na huyo Amy Pounds, akawa anasema yeye hajui tu ndugu yao alianza tu kuumwa, yeye haelewi. Okay, alianza kuumwa, kwa nini haukutafuta ndugu zake kuwapa taarifa? Siku 3 zimepita, mtoto wao yuko hospitali, Brenda yuko hospitali, hakuna ndugu wa familia yote ambaye anajua hizo taarifa. So wakawa wameuliza madaktari wanahisi itakuwa nini kimecause ndugu yao kufariki. Wakawa wanasema atakuwa amepata poisoning ya carbon monoxide, kwamba generator swili malfunction. Lakini huyu Amy Pounds anasema yeye na Brenda walikuwa wamelala kitandani usiku, baadaye akainuka akashangaa ndugu mwenzie haamki. Kama hiyo poisoning kweli, kwa nini wote wasio affected? Huyu mmoja ndio anauma kiasi kwamba amelazwa ICU, alafu huyu Amy Pounds yupo sawa, yani hana symptom yoyote. Ndugu wakawa anasema kwamba inawezekana huyu Amy Pounds kawalipa madaktari wa hospitali wasiseme kilichomuua ndugu yao. Wakawa wameleta hii story kwenye social media ku raise awareness, kuwapa taarifa watu wapiganie hii kesi ili kijulikane nini kilitokea. Lakini mpaka sasa hivi hakuna maendeleo yoyote yaliyotokea. Amy bado yuko uraiani na huyu Brenda alifariki Mei, so ameshamzika. Lakini kesi kama hizi ni nyingi sana you guys. Yani story kama hizi ni nyingi, nikianza kuhadithia leo sitamaliza. Watu wanakutana na watu kwenye social media and then wanakutwa na majanga. So be very careful mtu ambaye unaongea naye. Sikatazi kukutana na watu kwenye social media, maana hao watu kwenye social media ndio hao watu unakutana nao kwenye maisha ya kila siku, lakini be very careful. Ukikutana na mtu yote social media, either TikTok au Instagram, and then mkakubaliana kwenda kukutana, hakikisha unamwambia hata mtu mmoja kwenye cycle yako, mtu ambaye ni mtu wa karibu yako, ili lolote likitokea wajue ulikuwa wapi, ulikuwa unaenda wapi na ulikuwa unaongea na nani.